Kwenye video ya leo tutakwenda kuelekezana process nzima inayofanyika au inayofanywa na hackers katika kudukua website, au kwa kifupi tutakwenda kuangalia mfumo mzima ambao hackers wanautumia kuhack website ya mtu yoyote. Na cha kuelewa ni kwamba hii sio movie style, yani sio kwamba shabaki tu basi nini, hapana. Yani hii ni real process ambayo hacker wanaitumia kila siku. Yani anakuonyesha step by step. Hii itasaidia pia wale wanaojifunza hacking au mambo ya security hivyo. Sasa ili usipitwe, ili ukundue ujanja huu, na ni kuomba usirushe hata sekunde moja ya video hii, kwani kila sekunde inaelezea pointi muhimu sana katika ulimwengu wa hacking. Sasa bila kupoteza muda, twende tukaanze. Cha kwanza kabisa tuelewe kitu kimoja. Kwa nini website zinahakiwa? Hiyo ni pointi ya kwanza. Tuelewe why website get hacked. Kwa nini website zinakuwa hacked? Sasa kwanza kabisa, website yote kwenye internet inaweza kudukuliwa. Hicho ndicho kuelewa kwamba kila website ambayo iko kwenye internet au tovuti ambayo iko kwenye internet ina uwezekano wa kuwa hacked. Na hakuna website ambayo iko 100% secure. So ingawa kuna website ambayo ni ngumu kudukuliwa, lakini hakuna kisichowezekana. Nadhani umenipata. Sasa chanzo kikuu cha hacking si kwamba hackers wana nguvu sana, hapana. Ni website kuwa na weakness, udhaifu. Udhaifu unakuwa kwenye website, na hivyo unafanya hackers waweze kudukua website. Sasa tuangalie hizo weakness au udhaifu ambao inapatikana kwenye website hadi inapelekea kuwa hacked. Ya kwanza ni human error. Human error. Sasa hapa kwenye human error tunaenda upande wa developers. Kwamba developer anafanya mistake ndogo sana wakati ana code. Anafanya mistake ndogo sana, kwa mfano labda password mbaya, form sanitized, au anatumia plugin ya zamani. Hivyo hacker anatumia hiyo nafasi katika kudukua website. Utanielewa zaidi kwa mbeleni. Sasa reason ya pili ni kwamba mabadiliko ya kiteknolojia. Teknolojia inabadilika, hivyo inapelekea kwa website kuwa hacked. Kivipi? Kila mwezi kuna mashimo mapya, vulnerabilities zinapatikana. Kwa hiyo website inaweza kuwa leo safe, baada ya miezi mingapi inakuwa exposed. Sasa kitu cha pili tunaweza kuelewa tena ni kwamba nimesema kuna weakness. Weakness hizo ni zipi? Au kuna aina ngapi za weakness? Sasa kuna weakness takriban 5 ambazo tunazitumia hapa na tutaziongelea katika mafunzo yetu. Sasa tutasema udhaifu wa website unaweza kuwa kwenye mashimo madogo au shimo dogo sana, lakini impact yake kwa kubwa inaweza kuwa ni kiwazi kidogo sana kwenye website, lakini ikapelekea impact kubwa sana, au tunasema kwa hacked, ndio impact yenyewe. Sasa tuangalie aina za website weakness, aina za udhaifu katika website au tovuti. Ya kwanza tunasema ni weak passwords. Hii ndio weakness ya kwanza hacker upenda. Hackers wanapenda kutumia weakness ya weak password. Kwa mfano, admin anatumia password rahisi kama 1 2 3 4 5 and 6. Admin yeye kwenye panel yake admin anatumia password ndogo sana, ni ndogo ambayo hata mtu anaweza kutoka kabuni. Mfano kama nilosema hapo 1 2 3 4 5 6, hii ni password ndogo sana, so kwa hacked ni rahisi. Au anatumia admin 1 2 3. Hii ni common sana kwenye vifaa vingi sana. Sasa hacker anaingia bila kuleta bila hata kupata shida sana kutumia weakness hiyo. Type ya pili ni SQL injection. SQL injection. Hii hutokea pale ambapo website inachanganya user input na database commands. Umeelewa kwamba website inachanganya input za users na database command, na athari yake ni kwamba hacker anaingiza command kwenye search box and access database. Simple kama hivyo. Sasa ya tatu ni file upload exploit. Website inaruhusu user kupakia file, upload file, lakini haicheki kama file ina code. So hackers wana upload web shell ambayo inawasaidia kuingia kwenye server za website. Ya nne ni cross site scripting. Sasa kivipi? Inakuwa ni weakness.
haka anaingiza JavaScript kwenye website, anaiba session ya user, anaweza hata kulogin kwa kutumia account ya mtu mwingine bila kutumia password. So unapata ni haka anatumia JavaScript, anaingiza JavaScript ambayo atakuwa ameshaitengeneza kwenye website. Hii ni kwa sababu ya cross site scripting. So anaiba session ya user kupitia hiyo script aliyoingiza, na hivyo inamwezesha yeye kulogin kwa kutumia account ya mtu mwingine bila password. Ya tano ni server misconfiguration. Server ina public directories au ports ambazo ziko wazi, na pia kuna error messages ambazo zinatoa siri. Hii ni dhahabu kwa hackers. Hapa anatumia mifumo hiyo kudukua website. Sasa pointi ya tatu ni kwamba tuelewe na tuangalie hackers kabla ya kuhack website au kuingilia website unakuta wamewaza nini kwanza. Wanasema hacker aanze kubonyeza button moja kwa moja au aanze kuhack website from nowhere tu, yani anakuja tu anahack website, no, bali anafikiria kwanza. Hackers wanafikiria kwanza kabla ya kwenda kuhack website. Mindset yao ni tatu, yani wanafikiria vitu vitatu sana: curiosity, passion and opportunity. Wanatamani kuona kilichofichwa, na pia wanapenda puzzles, na wanatumia weakness kama chance ya kuingia. Yani weakness yoyote kwenye website inawafanya wao waweze kuingia kwenye website, kuidukua website. Sasa point ya 4 ni kwamba tunaenda sio kuangalia ni process nzima ya mada yetu ya leo, hapo tumesema ni kwa namna gani hackers wanaweza kudukua website. Sasa tuangalie process nzima, real process ambayo inatumia na hackers katika kudukua website. Kwanza tuelewe hacking si kitu kimoja. Hacking sio kwamba ni kitu kimoja unafanya tu pap ushamaliza kuhack. No, hacking ni process, au kudukua website ni process. So hackers anafanya kitu kimoja tu pap ushamaliza kuhack. No, iko hivi, ni mfululizo wa hatua zinazofuatana perfect, yani inaanza moja inafuata nyingine na kila hatua inasaidiwa na hatua iliyopita. Nadhani umenielewa vizuri. Step number 1 katika hacking ni reconnaissance, uchunguzi. Reconnaissance kwamba hacker anafanya uchunguzi kwanza. Iko hivi, hacker anatafuta IP address, subdomain, emails, files za zamani, yote bila kugusa internet. Anafanya uchunguzi kwanza. Pia akishamaliza kufanya uchunguzi wake, step ya pili ni scanning. Anatumia tools kama Nmap, SQL map au brute site kutafuta mashimo yaliyopo. Mtano umenielewa. Hapo ndio kutafuta weakness katika website. Step ya tatu ni action, inaitwa ni exploitation. Sasa akishapata mashimo yake hapo au weakness kwa kupitia scanning na kutumia hizo tools kama Nmap au tuseme SQL map, akishapata weakness, mfano kwenye SQL injection, nadhani shatokea kuingilia hapo juu, anaingia kwenye database. Yani kupitia SQL injection inafanya yeye kuweza kuingia kwenye database. Na step ya 4 sasa ni privilege escalation. Hapa sasa anaongeza nguvu, anajipa access ya admin au root. Sasa baada ya kuwasha kuingia kwenye database, na database ndio inatunza vitu vingi, user inputs, I don't know what and what, vitu vingi vinahifadhiwa kwenye database. Na yani inputs nyingi sasa zinahifadhiwa hapa, kila kitu yana database ndio inakamata. Kwa hiyo sasa akishinga pale vile anajipa access ya admin, hapa anajiongezea nguvu kabisa. Ya 5 sasa, step ya 5, maintaining access. Anaweka backdoor au hidden user, ili hata ukibadilisha password bado anaweza kurudi. Yani kwa mfano ameshajipa access ya admin si labda sema mimi ni admin na website yangu, ni ili kuweza kuingia kwenye admin dashboard lazima niweke username yangu, labda username kwenye code and then password admin 123. So baada muda naweza nikabadilisha pia password, labda nikaweka yoyote tu ile. Sasa akishaingia hacker hapo hivyo anatengeneza backdoor au hidden user.
ili hata nitakapokuja kubadilisha password yangu ya admin panel aweze kurudi tena. Step ya 6 ni covering tracks. Hapa anafuta log zote ili asijulikane kama alishawahi kuingia. Yani anafuta hatua zote. Yani atazidi zile views hakuna kabisa. Yani hata inakuwa ni ngumu kwa yeye kujulikana kama ashingia, au kwa wewe developer au mwenye website kugundua kwamba kuna mtu aliingia sehemu hii. Nadhani umenielewa hapo. Step ya 7 ni final attacks. Hapa ndo attack yenyewe sasa inafanyika hapa hivi, ambapo tunasema hapa sasa hacker ndo anafanya kile alichotaka kwenye website hapo, kisha sababu baada kwa kuna kitu anataka kujua vitu fulani. Kwa sababu baada ya kupitia process zote hizo 6, step ya 7 anafanya attack. Na ukua sasa, mfano kubadilisha website, kuiba data, kufungua ransom, mambo mengine. Point ya 5 sasa tuangalie pia why hacking succeed. Kwa nini hacking inafanikiwa? Sababu kubwa ya kufanikiwa katika hacking ni moja. Developers wengi wanatengeneza websites lakini hawajui jinsi ya kuzilinda. Hii ndio weakness, human error au human weakness. Website nyingi Afrika zinategemea plugins na free hosting au passwords za kawaida. Hii inafanya kazi ya hacker kwa rahisi sana. Sasa tushamaliza kipindi chetu, na kwa hiyo nadhani umeelewa kwamba hacking au website hacking si kitu basi ni kauchawi fulani, no. Ni combination ya weakness, mistake na process inayofanywa kwa akili. Nadhani ukijua haya utaelewa jinsi ya kulinda website yako. Sasa usahau subscribe Uyokoda kwa mafunzo zaidi ya subscript stage na programming. Let's meet kwenye video inayofuata. Thank you.